Jambo tena na wasalimu nyote, kwa majina naitwa Banyes, na leo tunakwenda kupatia siri 7 za namna ya kuzungumza na mtu mwenye hasira. Nakuwa na kauli mbiu ya siku ya leo ambayo inasema hasira ni hasara. Hasira ni hasara. Ni namna gani ambavyo ulikasirika na baada ya kukasirika ukakuja kugundua kwamba umefanya makosa mengi? Ulikasirika, baada ya kukasirika ukaandikia mtu message, na kwa mwisho baada ya hasira kuisha ukapenda uvute message, lakini ameshaipata zamani. Ndio maana ninasema hasira ni hasara. Lakini hasira ni jambo la kawaida kwa kila mtu. Kila mtu ambaye anakuwa na hasira na hisia, ni jambo la kawaida kuweza kupatwa na hali ya hasira. Hasira ni nini? Wacha nikupe maana ya hasira. Hasira ni ile hali ambayo mtu anaonesha baada ya kuingiwa katika mipaka yake na namna ya kuweza kutetea haki zake. Ni kusema inakuwa ni moyen de defense ambayo mtu anaionesha baada ya kuvamiwa katika mipaka yake. Huku tunasema kuingiliana masahani. Hiyo ndiyo hasira. Hiyo hali ambayo takuwa nayo, hiyo ndiyo ambayo tunaita ya kwamba ni hasira. Sasa siri ya kwanza ya kuweza kuzungumza na mtu mwenye hasira, siri ya kwanza, utaweza kutulia. Yes, utatulia. Mie ndawaka mtu mwenye nyumba mie. Tulia tu. Lakini kutulia huko si kutulia kwa kiburi. Hapana. Wewe tu utatulia tu. Yes, unatulia. Na hiyo inaanza kupunguza nguvu ya hasira ambayo mtu aliweza kuwa nayo. Lakini siri ya pili ambayo utaifanya, sikiliza kabla ya kujibu. Watu wengi mtu anapoongea haujui kile ambacho anakwenda kukuambia, unasikia sebo pardon babo, sukate mkauli. Mbo mie gisi nilikuwa mimi niko naona hivi tunishajua vyo natasema. No, umejua namna gani? Biblia inasema huo ni upumbavu, kujibu kabla ya kusikiliza. Kwa hiyo kitu ambacho tukifanya uweze kumsikiliza. Mtu ambaye anakuwa na hasira mara kwa mara anataka kusikilizwa, watu wajue shida yake, ameteseka na nini. Kwa hiyo anapozungumza muache na uweze kumsikiliza. Na kusikiliza huko ambako utaweza kusikiliza, uweze kuwa makini. Watu wengi mtu anapoongea na wewe, wengi wanaandaa majibu, na wakati ambapo unaandaa majibu hautakuwa concentre kwa ule mtu. Kwa hiyo uwezo wako wa kusikia unapunguka. Uwezo wako wa kusikia unaweza kupunguka. Na hata wengi wanapozungumza na mtu anaanza sema naye, hapo pia uwezo wako wa kusikia unapunguka. Hautasikia vyenye kuna kuambia na huko unazungumza. Lakini pia jambo la tatu ambalo tutaweza kulifanya, onyesha kuelewa hisia zake, onyesha kujali hisia zake. Anaposema mimi mwa nyumba mshanionea, kile ambacho utakifanya ni kuonesha kujali hisia zake. Ni kusema onesha kwamba yale ambayo anayasema, yale ambayo anayapitia na wewe yamekugusa moyo, na wewe hayakukupendeza. Vraiment ndugu yangu, basi nikujipatia moyo. Vraiment makosa ilikuwa yangu. Unaona? Onesha ile hali ya kuweza kujali hisia zake, na hapo ataangalia kwamba haiko peke yake, anasaidiwa, wanamjali. Hilo pia ni jambo la maana sana. Lakini siri ya nne ambayo tutakutolea, epuka maneno makali na mabishano. Kumbuka lengo la kuzungumza na mtu mwenye hasira sio kushinda hoja. Nasema mimi ndio nimeganye. Hapana. Lengo la kuzungumza na mtu mwenye hasira ni kuweza kumrudisha, kupunguza hasira na anarudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo wanaweza kusema maneno makali ya kuchoma. Mie vraiment, mie nakuvunja mgulu. Ushavunja bangapi? Mbona visema kila migulu yivunje? Hapo unakuwa umeharibu. Kumbe jambo ambalo utalifanya, epuka maneno makali na mabishano.
Hilo linakuwa ni jambo nzuri la kuweza kuzungumza na mtu mwenye hasira. Lakini jambo la tano ambalo utalifanya, chagua maneno yenye heshima. Unamwambia, lakini papa Espoir, hivi vraiment mimi niko na shida gani? Papa Espoir ambao unasema ni papa Espoir ni petit frère yako, lakini da Esther vraiment, lakini honorable fulani. Unaona, maneno yenye heshima yanatuliza pia hasira. Siri ya sita ambayo utaifanya, kama hasira inakuwa kali, tafuta muda mwingine. Usiseme sisi tumejifunza namna ya kuzungumza na mtu mwenye hasira, mniletee nitamtuliza. Hapana. Kama hasira iko kali, unaweza tu kusema kwa utulivu, mimi naona leo hatuko mzuri, inaweza kuwa bien tuongee wakati mwingine. Na unaenda mgongo haina haya, wala unasema kabisa leo siko najisikia mzuri kuongea. Sasa bali niongee mubaya, unisamee sana, tuongee siku nyingine. Mgongo haina haya, toka uende. Lakini siri ya saba ambayo ni ya mwisho, muombe Mungu akupe hekima. Muda wote ambao unazungumza na mtu ambaye anakuwa na jazba, anakuwa na hasira, muombe Mungu akupe hekima. Asante sana kutufuatilia. Tulikuwa tunaona siri saba za kuweza kuzungumza na mtu mwenye hasira. Mungu akubariki. Ninawapenda sana. Asante.